Mimi ni mzaliwa wa Minembwe, hapo milimani ya Eastern part of Congo. Mmoja ya wale Wanyamulenge tunaozungumzia leo. Nimeanza kusema kwamba wale Wanyamulenge walipata shida sana kwa nchi yetu ya Kongo, na chanzo cha shida ni kwamba kwa Kongo watu wengi wanasema Wanyamulenge si Wakongomani sababu ya vile wanafanana. Wao wanasema ni Wanyarwanda, wakiona sura sawa yangu wanasema ni Mnyarwanda. Why? Kuna watu wananifanana wenye kuwa Uganda, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Kenya, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Tanzania, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Burundi. So ile shida ya nationality, management mbaya ya identity ndiyo ilikuwa chanzo. Ndiyo pale kwa 2004 kulikuwa vita Bukavu na Uvira, Wanyamulenge wakakimbilia Burundi Gatumba, na hapo watu wakajiorganize kutoka Kongo, mnamo Warundi, mnamo Wakongomani wenzetu, mnamo Interahamwe za Rwanda, wakaenda kwa kambi wakaua 166 kwa kambi ya UN. Ndiyo commemoration tunayofanya leo. It was on 13 August 2004. Ndiyo commemoration tumefanya. Tumeomba justice kwa Kongo. Kongo haikufanya kitu. Tumeomba justice kwa Burundi. Burundi haikufanya kitu. Tumeenda hata kwa Hague. Nimefika Hague, we dropped complaint, lakini individuals cannot seize the Hague, the ICC, ni government au Umoja wa Mataifa. Hakuna mtu aliyefanya kitu kwa hiyo. Na kwa mauaji yanayoendelea, sababu haikumalizikia ile wakati 2004, mauaji imeendelea, wakiua watu wakisema ni Wanyarwanda wawafukuze watoke kwa nchi yao. While they are there for many hundreds of years. So ile mauaji imeendelea na imefikia kiwango kwenye tumesizi ile koti ya Arusha. Tumeandikia East Africa Community, tumeandikia hata na yesterday wameandikia tena ile ICC. Nimepata kibarua cha lawyers, wameandikia ICC kwa niaba ya Wanyamulenge tena kuleta complaint, but we are still waiting. 22 years hatujapata kitu. Tunaendelea kutumaini kwamba siku moja watasimama waamakie hii hewa mbaya ya uwaji na discrimination, kusudi Wanyamulenge waweze kuishi ndani ya Kongo kama Wakongomani wenzao. Tuweza kujipata katika nafasi hii kwa muda mrefu sana, tunazungumzia mauaji yanazidi kuendelea. Hata mwaka jana tukifanya mazungumzo ya kwanza katika kanisa moja, bado kulikuwa na hii kitu ambacho tunazidi kuona katika maeneo ya Banyamulenge region, Eastern DRC. Sasa kwa nyinyi sasa kama Banyamulenge, mmeamua kwamba hatua gani ambayo nyinyi mwenda kuchukua? Kwa sababu unasema kwamba hamsikilizi. Ukiangalia jamii ya kimataifa, ukiangalia UN, ukiangalia the African Union, the East African Community, unasema kwamba haiwasikilizi. Ama labda katika hatua gani kama nyinyi mnasema labda mnaenda kufanya nini sasa, kwa sababu vile umeeleza ni kwamba hakuna kitu ambacho kimefanyika. Sasa nyinyi kama Banyamulenge mmeamua kwamba kuchukua hatua gani? Kitu tumefanya cha kwanza ni kwamba Wanyamulenge wamejiorganize to defend themselves. Wameunda kitu wanaita Kirwaneho. It means ni Kinyamulenge, let's fight for ourselves, let's defend ourselves. Ndiyo hiyo inaweza kusaidia, na ndiyo maana mpaka leo kungali kunapatikana Wanyamulenge kwa ile milima, ni sababu walijidefend, wanapigana against those armed groups from the other communities, our neighbors, na waliweza hata kupigana na jeshi la serikali na kuifukuza. Ndio maana kungali watu wangali hai kwa ile milima. They are defending themselves until watasikilizwa na kunakuwa makubaliano na serikali inaweza kufanya kazi yake.
Ukiwa kiongozi na ufahamu kwamba una ukaribu sana na watu ambao wako nyumbani au umewacha katika sehemu za Mulenge, kama tu kwa muhtasari, labda waweza kupa tu takwimu za mambo ambayo yamekuwa yanaendelea kama vifo vya hivi karibuni, hasa kile ambacho kinafanyika hivi karibuni kama eneo la for 9 years now, kuna miaka 9, those armed groups za majirani wakisaidiwa na jeshi la serikali wameweza kuweka moto kwa around 408 villages. Wanaweka moto, wananguza nyumba, not house, villages. Wameweza kupora ng'ombe. Commemoration imefanya. Tumeomba justice kwa Kongo. Kongo haikufanya kitu. Tumeomba justice kwa Burundi hakufanya kitu. Tumeenda hata kwa Hague. Nimefika Hague, we dropped the complaint, lakini individuals cannot seize the Hague, the ICC, ni government au Umoja wa Mataifa. Hakuna mtu aliyefanya kitu kwa hiyo. Na kwa mauaji yanayoendelea, sababu haikumalizikia ile wakati 2004, mauaji imeendelea, wakiua watu wakisema ni Wanyarwanda wafukuze watoke kwa nchi yao, while they are there for many hundreds of years. So ile mauaji imeendelea na imefikia kiwango kwenye tumesizi ile koti ya Arusha, tumeandikia East Africa Community, tumeandikia hata na yesterday wameandikia tena ile ICC. Nimepata kibarua cha lawyers, wameandikia ICC kwa niaba ya Wanyamulenge tena kuleta complaint, but we are still waiting. 22 years hatujapata kitu. Tunaendelea kutumaini kwamba siku moja watasimama waamakie hewa mbaya ya uwaji na discrimination, kusudi Wanyamulenge waweze kuishi ndani ya Kongo kama Wakongomani wenzao. Tuweza kujipata katika nafasi hii kwa muda mrefu sana, kwa tunazungumzia mauaji yanazidi kuendelea. Hata mwaka jana tukifanya mazungumzo ya kwanza katika kanisa moja, bado kulikuwa na hii kitu ambacho tunazidi kuona katika maeneo ya Banyamulenge region, Eastern DRC. Sasa kwa nyinyi sasa kama Banyamulenge, mmeamua kwamba hatua gani ambayo nyinyi mnaenda kuchukua? Kwa sababu umesema kwamba hamsikilizi, ukiangalia jamii ya kimataifa, ukiangalia UN, ukiangalia the African Union, the East African Community, unasema kwamba haiwasikilizi, ama labda katika hatua gani kama nyinyi mmesema labda kumekuwa na mnaenda kufanya nini sasa? Kwa sababu vile umeeleza ni kwamba hakuna kitu ambacho kimefanyika. Sasa nyinyi kama Banyamulenge mmeamua kwamba kuchukua hatua gani? Kitu tumefanya cha kwanza ni kwamba Wanyamulenge wamejiorganize to defend themselves. Wameunda kitu wanaita Kirwaneho. It means ni Kinyamulenge, let's fight for ourselves, let's defend ourselves. Ndiyo hiyo inaweza kusaidia, na ndiyo maana mpaka leo kungali kunapatikana Wanyamulenge kwa ile milima, ni sababu wajidefend, wanapigana against those armed groups from the other communities, our neighbors, na waliweza hata kupigana na jeshi la serikali na kuifukuza. Ndio maana kungali watu wangali hai kwa ile milima. They are defending themselves until watasikilizwa na kunakuwa makubaliano na serikali inaweza kufanya kazi yake. Ukiwa kiongozi na ufahamu kwamba una ukaribu sana na watu ambao wako nyumbani au umewacha katika sehemu za Mulenge, kama tu kwa muhtasari, labda waweza kupa tu takwimu za mambo ambayo yamekuwa yanaendelea kama vifo vya hivi karibuni, hasa kile ambacho kinafanyika hivi karibuni kama eneo la for 9 years now, kuna miaka 9, those armed groups za majirani wakisaidiwa na jeshi la serikali wameweza kuweka moto kwa around 408 villages. Wanaweka moto, wananguza nyumba, not house, villages. Wameweza kupora ng'ombe za Wanyamulenge, sababu Wanyamulenge ni wachunga ng'ombe.
hakuna hata mtu mmoja aliyeshikwa, aliyepelekwa mahakamani. Hata wale waliosema wao wenyewe kama ni wao waliua watu na wako hapo Bujumbura, wanatembea, wanafanya kazi, walisema kwa redio nyingi, BBC na RFI, kwamba ni wao waliua watu. Hakuna hata mtu mmoja aliyepelekwa mahakamani. Tunaendelea kuomba Umoja wa Mataifa na nchi Kongo na nchi Burundi kuleta justice, kutafuta wale watu waliofanya kile kitendo na wahukumiwe. Kama haifanyike, watu wataendelea kuua wengine, sababu wanajua kwamba kuna impunity. Kwa leo tumekuja kufanya commemoration kusudi tuwape pole wale walioachwa na kuendelea kuwahimiza kuishi hata vile, na tunaendelea kuomba na Umoja wa Mataifa kwamba ni mambo ya aibu kusema kambi ya UNHCR iliyo under responsibility ya Umoja wa Mataifa watu wauawe, hakuna hata neno moja. Haiwezekani. Lakini shida tunayo kwa leo ni kwamba serikali hizo zilipaswa kuleta justice. Serikali ya Kongo na serikali ya Burundi zinaendelea kutuma jeshi kuua Wanyamulenge milimani Minembwe. Leo wanatuma drones na hata ndege za kuua raia, na watu wanakufa, watu wanakimbia. Ndio maana kwa leo we have thousands, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Kenya wakimbizi, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Uganda, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Rwanda, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Burundi. Hata vile Burundi na waacha wale maelfu kwa nchi yake, inaenda kuua wale walibaki nyumbani milimani. Basi na hayo yote tunaomba Umoja wa nchi za Afrika ya Mashariki, tunaomba UN, tunaomba AU wafanye jambo moja, kusimamisha hayo maafa, kusimamisha hayo mauaji na kusimamisha vile vikosi vyote vinatumia hata wa mercenaries na wanatumia ndege kuua raia kila siku hapo milimani. Haiwezekani. Kimya inaendelea na inatosha. Lakini bado mauaji yanaendelea hata huko Minembwe, drones zinatumiwa na jumuiya ya kimataifa bado ni kimya. Unazungumzia vipi ukimya huu wa jumuiya ya kimataifa? Kwangu mimi kunyamaza kwao, kimya yao, it's a kind of they are accomplice someone. Wanafanya pamoja na wale wauaji, sababu Umoja wa Mataifa hawezi kukaa kimya wakati kuna watu mamia na maelfu wanakufa kila siku wakiuliwa na drones. Drones zinatumwa na serikali na wanatumia mercenaries. Kila mtu anakaa kimya. Utumiaji wa mercenaries is a crime. Sheria za AU zinakataza, sheria za UN zinakataza. Mbona hakuna mtu hata moja anasema yule Eric Prince Marekani mwenye ana recruit wale wauaji, hakuna hata mtu mmoja anasema huyu ni nani, anafanya nini? Simamisheni. So ndio maana kwa Wanyamulenge, because walikuwa karibu kumalizika, waliweza kujiorganize, wakaunda vijana wao, watoto wao, wakaunda kikundi ya kupigania wazazi wao. This is a shame. Ni haya, ni aibu kwa serikali na serikali zingine, hata na organizations zingine. Naendelea kusema UN wanapaswa wasimame, wakaripie serikali ya Kongo inayotumia armed groups na mercenaries kuua raia. Wacha niulize swali moja kwanza. Mheshimiwa, kwanza pole kwa ningependa kwanza kwa manufaa ya Wakenya ambao wanatazama, kama waweza kujibu swali langu na kujibu, naseme jina lako na wadhifa wako katika serikali. Alafu pia nataka kujua mlikuwa mshaifanya mikutano labda na serikali ya Kongo na washikadau wote wale, na
katika hayo makubaliano ambayo tumekuwa nayo, kuna nyaraka ambazo tunaandika chini kando. Unajua, mara nyingi tunakuja tukafanya interviews ambazo tunazungumza kwa media, lakini tumekuwa na yale makubaliano ambayo tumeandika chini. Cha tatu, ningependa kujua kama saizi tuko na East African Community ambayo iko Arusha. Kuna East African Community Parliament ambayo iko Arusha. Je, unaweza kuwasilisha labda miswada ambayo unaweza kusema au kuzungumzia masuala ya katika maeneo ya Gatumba na Nyamlenge region zote? So kwa hivyo naomba mwanze kwa jina lako kwanza, kama jina kwa wako, alafu kisha kwa miswada. Mimi naitwa Moise Nyarugabo. I'm a lawyer. I'm a former senator in Congo, and I'm a former of the parliament. My last term ended in 2023. So, mimi